maimamu wote wataka kufungua misikiti kwa masharti yaliyowekwa na serikali. Tuihadharisha serikali. Kuna vyama bandia, vyama ambao havina mwelekeo, watangaza kwamba hawataki kufungua misikiti. Tuwaambia kwamba wale watu hawana misikiti, wale watu hawana mwelekeo, wamekwishiwa. Maimamu wote wako chini ya vyama ambavyo kwamba ni SUPKEM, ambao ni umbrella body. Wasisikizwe watu ambao kwamba hawana policy zozote za misikiti, hawana mamlaka wala hawana maimamu chini yao. Hawataki sharia. Ikiwa hawataki sharia, basi wende Somalia au wende Tanzania. Hii ni Kenya, tuna katiba, na Waislamu wao ni lazima wafuate sharia, na kila mahali kuna sharia zake, na Uislamu wataka sharia. Kwa hivyo sisi tumependekeza kuwa tuwa na social distance, watu waweze kama ulimwengu mzima unavyofanya. Kama hivi maimamu walivyosimama, ndivyo watakavyosimama kwenye swala zao, na jambo hilo halipingi Uislamu. Jambo la pili ni kwamba watu waoshe mikono kwa sabuni ambayo itakuwa iko nje, ni kudumisha usafi. Jambo la tatu ni kwamba watu wakija msikitini watapimwa joto. Ikiwa wewe ni mtu ni mgonjwa, hutoruhusiwa kuingia msikitini, na hii ni sharia. Uislamu wataka namna hii, na nchi yetu yataka namna hii. Mgonjwa haruhusiwi kufanya, yeye aswali nyumbani. Watu waje na miswala, kwa sababu hatutaki kutia ugonjwa kwenye mazulia. Uje na mswafu wako kutoka nyumbani, au utumie simu yako ili usomee Qur'ani. Hakuna shida yoyote. Waislamu wayangojea kwa hamu watufungulie misikiti, na watu watatii amri hiyo, kwa sababu ya kuwa tunataka kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na hapana mahali kama kwenye nyumba yake. Imefungwa kwa siku nyingi, twaomba mahali kote kwa ibada kufunguliwa, yakiwemo makanisa, mahekalu na mengineo. Watu ambao kwamba wanapinga ni watu ambao kwamba ni watu irrelevant, wataka kujifanya relevant. Hawajawatumikia watu kwa jambo lolote. Mara nyingi society imemalizika kwa sababu ya vyama kama hivi bandia. Leo wapiga makelele, hawana misikiti, hawana wafuasi. Vyama vote ambavyo kwamba viko chini ya SUPKEM vote wataka kufungua misikiti.